Kwa hiyo nataka kuniambia hata ile biashara uloisema hujafanya chochote? Nimetapeliwa. Nilikuwa nakuambia mimi nilijua kitakachotokea. Nilijua baba, nilijua. Na ndio maana nilikuambia milioni 150 ni pesa nyingi sana. Kubwa sana. Hebu ona sasa, umeweka nyumba yako bondi, pesa umetapeliwa. Tunaenda wapi? Tunaenda wapi Samiri? Wanaomba sana. Nihitaji msamaha wako mke wangu. Nimekosea pakubwa sana. Na hata ile hela mimi nilidanganya tu kwamba naenda kufanya biashara. Lakini kuna mwanamke ambaye nilikuwa naye. Nilipopeleka hela na ndo ameniibia. Yaani hapa nimekuwa baridi kabisa. Yaani kama nimekuja maji ya barafu. Hivi baba wewe, una magari, una nyumba, una kazi nzuri, umeenda kuchukua mahela yote nini? Lengo lako unataka kupanda ili upate kuvuna? Au unataka na wewe kama Balesa lisika na ulichokipata mambo gani? Ona sasa, ona ujinga ulitokea hapo. Hapo unachukua hela unampeleka mwanamke, unaelekeza uzizi, wakati una wife material kabisa, mkeo na future. Mbona leta mambo ya kijinga baba? Baba naomba nisamehe. Naomba nisamehe sana baba. Na nakubali kwamba mimi ni mjinga. Nakubali mimi ni mjinga. Lakini kuna mwanamke ndo amesababisha yote. Na ndio maana niko na mdharau mke wangu. Acha ujinga. Yaani unafanya ujinga kama unikusemea nini mimi? Wewe mbona umegani mbona jitambue wewe? Tamaa gani nilikushika wewe? Yaani niko nje nikakupiga na mawe, sema mawe yana ndani. Wewe mjinga nini? Nyumba umeweka nini? Umechukua mkopo unakuja kuchukua nini? Unataka wapi? Alafu anakuja kirahisi tu, eti mke wangu nisamehe. Mimi nikusamehe wewe kwa upuuzi wako? I swear sitokusamehe kamwe kwenye maisha yangu, kwa sababu Samiri, tulipotokea unapajua, sisi tulipoanzia wewe unapajua. Tumeanza maisha ya chini, tumehaso mpaka tumefika kwenye hali hii. Alafu leo baba, kirahisi tu nyumba inapotea, mali zinapotea, magari yanapotea. Nikusamehe wakati ulichokuwa nakifanya unakijua. Wewe umekuwa mtoto. Leo unakuja nisamehe mke wangu. Mwanangu ukanisamehe utakuwa mpumbavu wa mwisho. Sitokusamehe. Binafsi sina msamaha na wewe. Mke wangu. Semeni mama. Semeni mama wakati wewe unataka. Usijali mwanangu. Nauli nayo tunatamba nayo. Tuondoke zetu. Twende kuishi kwenye banda letu la udongo lile. Na sisi tushije kwa bonde hapo tuwabengi kutuchukua. Mama. Niambia razi kwa mke wangu. Bado nampenda mke wangu. Wewe umeisha yatimba. Jinga nini? Umetimba mwenyewe? Hakuna mtetezi hapa. Siwezi kutetea ujinga. Unatamaa mbaya. Mimi siwezi kuongea sana kwa sababu hata nikiongea huwezi kunisikiliza. Nataka tu kujua pesa yote hiyo unakwenda kuchukua, una kitu gani cha kuweka dhamana? Maana hiyo sio hela ndogo. Hivi unadhani kuna benki ambayo inayotoa hela kuanzia milioni 150, milioni 200 pasipokuwa na dhamana ambayo ni mali sio ya kuhamishika? Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo kitu ninachokika dhamana ni hii nyumba. Yaani kuweka dhamana nyumba. Alafu tukaishi wapi? Siku ikitokea umeshindwa kulipa. Sasa mke wangu, mbona unawaza vitu ambavyo ni mapema sana? Na ndio shida ya wanawake ukiwashirikisha katika jambo kama hili. Unakosa kabisa ujasiri. Sasa biashara yenyewe bado, hiyo pesa bado sijaingizwa kwenye account. Sasa tayari ushaanza kutabiri kwamba endapo ukishindwa. Kwa nini useme hivyo? Mimi sikushauri. Na sipo kabisa upande wako. Yaani siko radhi na hilo swala. Sitaki kusikia chochote kutoka kwako, mpuuzi mmoja wewe. Nilishakuonya na nikakupa mifumo yote jinsi ya kuishi na mimi hapa ndani, lakini umeshindwa. Hukuchagua kazi, umechagua mwanaume. Sasa basi, nenda kwa huyo alokupa hicho kitumbo ukaishi naye. Si umeona yeye ndo anafaa? Si umeona yeye ndi wa umuhimu kuliko kazi? Sasa unaweza ukaenda. Madam Samir, kwa bahati mbaya. Bahati mbaya umekipeleka mwenyewe. Mpaka unafanya hivyo vitu na mimba inaingia unaniambia bahati mbaya. Unanielewa? Madam, naelekea bibi, sina ndugu, sina rafiki, sina jamaa.
Dada, usinipigie kelele. Sijui unanielewa? Hapa sio kituo cha yatima. Kwamba nina uwezo wa kukulea wewe pamoja na hicho kitumbo chako. Huyo mwanaume aliyokupa hiyo mimba ana uwezo wa kukutunza. Ana uwezo wa kukulea. Kama ulijua kwamba unakosea, basi usingekubali kufanya huo upuuzi uliofanya. Nenda kwa huyo mpuuzi mwezio. Sijui unanielewa? Toka ndani kwangu. Madam Samia. Toka. Hello baby. Ndio mwanamke. Baby, wewe amini ninavyokuambia hapa mzigo ninao mkononi. Afumungi motani yako msipendaje? Mzigo tayari ninavyokuambia nipo nao hapa. Umesikia kitu hapo? Ngoja kwanza. Ngoja usubiri kwanza. Uje nisitaki motani yako ya mbuzi. Sasa nzidi kutania baby. Mzigo huu hapa nao ninavyokuambia hivi ametoka mara moja. Serious. Nikutanie babu yangu? Unasema mzigo unao mkononi kabisa yani. Kwani usikii? Mambo. Shingapi kwa chini. Milioni 150 cash. Hapo tusikiweke. Toka chapu hapo. Yaani tukwende pale Samburu. Zima simu. Basi subiri baby ni kunje nguo niki kwenye begi. Subiri. Tumaliza hapa. Zima simu pale Samburu haraka sana. Yeye kwa. Ametoka mara moja, ameondoka mara moja. Chapu haraka kuka stogi. Ngoja baby nibadilishe nguo hapa. Mimi nasubiri Samburu pale anachangamka pale. Kiwango chocho pale. Poa nikuelewa. Nikwambie kitu. Abe. Kama najiona napanda mwewe. Baby maneno yasiwe mengi, hebu subiri nitoke. Basi kwa nini mimi nasogea Samburu tatu nikute? Poa. Tusipoteze muda. Kama unapojua hii sehemu sio rafiki kabisa, kucha msingi nipo mzigo, au mwingine afuate, sawa? Wewe mzigo bwana. Yaani ninapokuambia, nimetoka huko mbio. Sio mchuzi, mzigo wa kutosha. Unaona kitu iko mzigo wa maana. Yaani huu mzigo wa maana. Ndio maana nakutegemea sana wewe. Yaani nilipokuona wewe, umekatiza pale kama
Yule bila shaka atakuwa ndio yeye, ni yule. Mwenda kujificha Kabisa. Sasa sikia, cha msingi hapa, huu mzigo naenda kuweka benki. Alafu mambo mengine mimi naitwa wasiana kwenye simu. Yaani tuzipe simu nafasi. Sawa? Tukutane pale Savoy Bar. Unajua pale? fresh. Kabalo nyingi. Sio unapajua vizuri pale? Napajua baby. Imeisha hiyo. Nakutegemea. Usijali, kuwa na amani. Nakuamini. Usijali. Hapo. Kwani ulikuwa kunichezea? Umeamua kunivua nguo, yaani umeamua kunizalilisha. Yaani nimekataa wanaume wengi, nikakuchagua wewe. Alafu unakuja kunilipa haya. Haya, na hiki kiumbe ambacho nipo nacho, nitawezaje kuhudumia peke yangu? Kule napokaa bosi wangu amenifukuza, sijui naelekea wapi. Mimi pano kwa nategemea napata kila kitu. Nimekataa wanaume wengi sana, nikakupenda wewe, nikaja utakuwa mume wangu wa dhati. Hapo unakuja kuniambia maneno kama haya. Ila sawa. Asante. Asante sana. Labda wewe kitu ambacho ukijui nikwambie tu ukweli. Sawa bwana? Cha kwanza kabisa, mimi hapa unavyoniona mwenzako nimeweka kijiti mkononi. Uwezo wa kumpa mwanamke mimba mimi sina hata kidogo. Nimeweka kijiti, hata ukigusa hapo unakiona kabisa. Nimeweka kijiti na bado sijakitoa. Na siende ukitoa leo wala kesho. Sitaki. Unaona? Sasa wewe unavyoniambia wewe swala la kwamba una mimba, mimi nilikuwa mimba, ile jambo sio la kweli. Lakini cha pili kabisa, katika ulimwengu tunaoishi sasa hivi huu, Tanzania, Afrika Mashariki, USA, dunia kwa ujumla na Umoja wa Mataifa wote unatambua, mwanamke yoyote yule bila kumdanganya umpati. Unaona? Kwa mimi niliamua kutumia tu saga zangu enda za uongo kwa ajili tu lengo langu litimie kwako. Na yote imetokana na kwamba kuishi muda mrefu na madhara ndani yaliyojengeka kuhusiana na kwamba mtu usipokutana akili sometimes zinakuwa zina nini. Kwa hiyo nikaona tu kwa nini? Lakini hali yote sijui mara kujua na Diamond, kupiga simu kina Slay, sijui manager yani. Ni atoe wapi mimi? Hao watu wote mimi nafanya kuwasikia tu kwenye radio huko. Leo kuna show same fulani. Tena wengine hata kuna show zenyewe siendi. Hiyo hela yenyewe sina. Hapa nyumbani unavyoona kwenye hapa ulivyokuja wewe. Mimi hapa naishi na kaka na kakangu ameoa mke wake. Kwa hiyo sometime shemeji hata akitoka yeye akaenda kazini huko, maana yake mimi kazi za nyumbani nafanya. Unavyoona leo sasa hivi mimi zamu yangu kufagia uwanja nyumbani hapa. Kwa kuna vitu vingine wanawake wanatakiwa mjiongeze. Sio kila mtu anakuja tu wewe unakuwa tu wewe uelewi. Sawa? Bwana ile swala la mimba mimi sihusiki nalo. Nenda katafute aliyekupa mimba, ukaanze maisha mapya. Nyamaza hapo, nakuchukia. Nakuchukia. Umeamua kunibia maisha yangu. Haya machozi nayo mwaga, utakuja kulipia. Na haya maumivu ambayo unayapitia mimi, utakuja kupitia hivyo. Wachekesha kweli. Chakula tupo mgawani na kula silipi. Wewe sembuse nilipie machozi yako na utoe wewe. Hii dunia, malipo hapa duniani sio hata mbinguni. Kama malipo hela mimi nachukua. Sasa sikiliza nikwambie. Unasikia bwana? Wewe cha kufanya hapa wewe nenda nyumbani au katafute sehemu nyingine. Hapa wewe huwezi kukosa wasamaria wema. Watu ni wengi. Na sio kwamba wewe umjua aliyokupa mimba. Wewe unamjua lakini unafanya kusudi. Sawa? Mimi maisha yangu haya pangu pakavu tia mchuzi. Ugaigai unga mwana. Bwana. Wewe usitatafuta matatizo. Mimi naingia ndani. Litakalo kukuta hapa nje hapa. Litakalo kukuta. Mimi najua mtaa wangu. Litakalo kukuta hapa. Bado unanikataa tu. Kama wewe, nani mpenzi wako? Unainjua mimi? Baby, unaonaga tu kule anapitaga basi simjui nani. Simjui. Hebu niambie kweli. Ndio kwanza namuona leo simjui. Na watu ametapita paka anapita na madumu simjui. Yaani mtu atoke from nowhere tu aje hapa sema mpenzi wake. Simjui. Basi.
unayopiga haipatikani kwa sasa. Jamani, mwachie ujumbe wa sauti, voicemail. Mbona hivi hapatikani wakati tumeidiana ndio voice mkuti? Mungu wangu. Gharama za kawaida za kupiga simu zitatumika. Huyu analeta masiala sasa naye. Mama. Namba unayopiga wangu ni kwa sasa. Tafadhali mwachie ujumbe wa sauti. Sasa mbona hivi mimi nitampatia wapi? Siende hivi. Gharama za kawaida Kanipiga Mungu wangu. Zitatumika. Babe, unajua sikuelewi. Yaani tangu ufiki, umefika tu na libegi lako unatia hapa, unakaa auongei chochote. Sasa inamaanisha nini? Ça c'est quoi au juste? Moi je ne vais pas ça. Shida yako wewe una haraka sana. Siku zote huwa nakwambia doze. Sheli, shida iko wapi? Yaani unaniambia ni doze. Na hasa mimi nafikiri mimi na dozije. Na japo wewe unatoka nyumbani unakuja huku unajua kusema unakuja kwa mpenzi wako lakini unafika tu unakaa. Sasa hiyo kudoze mimi na dozije kwanza. Kama ukutaka kuongea na mimi si bora ungebakia huko. Sheli Motema na Ngai. Sikia. Fungua hilo begi. Fungua hilo begi. Kwenye begi kuna nini? Sheli, fungua hilo begi uweze kujionea kupitia macho yako. Na sio kusikia kwenye masikio yako. You know what I'm saying? What I'm talking about. Babe. Chérie. Sheli. Doze. Punguza sauti. Yaani nachanganyikiwa. Usijali. Sheli, nilikwambia mimi ndio Hansi. Ukisikia mtu yoyote anaita Hansi, ujue mbele hajamalizia Hansi Pombe. Sasa iko hivi, cha msingi hapa. Nataka tujiandae kesho asubuhi mapema kabisa. Tunapanda chuma, tunapanda ndege, ngoma Dubai, tunakwenda kula bata mwanzo mwisho. Kwenda Dubai. Bye. Jamani mwanaume wewe umenichanganya. Usijali baby, usijali. Nakupenda sana. Napenda sana. Na ndio maana napambana yote yako ajili yako. Je t'aime. Bebe. Ndio. Je t'aime beaucoup. Sijawahi kuwa na mwanaume yoyote zaidi yako. Si unajua mwenyewe. Kweli. Navyokupenda. Ushawahi hata siku moja unakuja hapa unakuta mtu? Sijawahi. Sawa. Licha ya kuja hapa, hata kwenye simu yangu. Ushawahi hata kufumania message? Sijawahi kufumania. Sasa uko peke yako baba. Nakupenda sana jamani. Hata mimi nakupenda sana mpenzi wangu. Ila tu nataka ile begi ulihifadhi kwanza. Maana kwa mzigo wa moto. Jamani. Mungu nikupe nini kakuniletea uwensa mboe kama huyu jamani? Au Dani? Halo. Mambo? Niambie. Safi, nilikuwa namuulizia naniliu Hansi, upo naye hapo? Nani Hansi? Hansi yule rafiki yako. Namuulizia Hansi wewe? Hata unamjua vizuri wewe. Hansi hayupo hapa. Amekufanya nini? Mimi namuulizia Hansi, nina shida naye. Kuna mzigo nimemwachia hapo, nina shida nao kweli kweli.
Aisha na majanga wewe, ameiba gari ya watu, jamaa amepaki na funguo tu. Ana majanga na una mara pili yule anatafutwa. Sasa wewe umekufanya nini? Kuna mzigo nimempa, nimemwachia, aliniambia nije hapo nitamkuta. Mama yangu atakuwa amekupiga. Atakuwa amekupiga kabisa. Haya tisio mchezo kabisa. Yaani kadri yule. Basi. Mimi mpigaji. Pole sana. Nenda polisi mama yangu. Asante. Leo kache, nilimwambia kutosha. Siku nyingine muwe makini. Ansi, kukuamini kote huku. Umeniacha salama, umeniacha mjini Ansi. Zote umenichukulia Ansi. Zote umekimbia nazo Ansi. Kukuamini imekuwa vibaya. Ansi, kwa nini umenifanyia hivi? Zote kwa nini? Ansi, umeniumbua mimi. Umeniumbua. Ansi, umeniumbua kweupe. Hela zote umekimbia nazo. Hela zote. Sasa napelekeshwa nani? Mimi nimelizika ndio. Mbona maisha yako fresh tu? Au unaonaje? Hivi unajielewa kweli? Hivyo unapopelekeshwa na madam, yani kujiuza hivyo, unaona sawa kabisa? Wewe. Na unavuka mipaka Wala tunalingana Haya, una kitu gani leo mpaka unanijia juu hivyo? Hivi unajielewa kweli? Mimi nijua labda nikija nikuuliza hivyo utanijibu vizuri, mwenzangu tutashare mambo vizuri. Ila unakuja unanijia juu, unanifokea utafikiri tuna ugomvi. Hivi kwanza umefikiria ili tunalolifanya liko sawa? Na umefikiria pia hivyo tunavyojiuza mwisho si utaishia maradhi? Unavyoniambia hivyo, wewe ndo unanilisha.
Dada, samani. Samani kidogo, samani sana. Umekuka vipi? Wewe mkitumbuazi, umetoroka Milembe? Nikutafutie kamba? Hamna, kawaida tu dadangu, au sijali. Ila samani nilikuwa kidogo na mtu namuulizia. Hujaona dada mmoja kupita hapa mrefu mweusi hivi? Kuna una shida gani? Yaani unisimamisha hapa mzee, ngoja labda nimpata danga, nivona na hiyo rangi mwenzako akili ikafanya hivi. Nikajua nimepata mwanaume mwenye pesa zake huko. Kama unanisimamisha za mtu wewe vipi wewe? Afu sikia, hamna mtu mimi ninayemjua. Mimi najua zaidi hapa. Najua hizi pesa sasa hapa ndo ninachojua mimi. Samahani lakini mimi na shida dadangu, naomba nisaidie. Kama kuna mtu umemuona kapita hapa mrefu. Nikusaidie vipi? Au mwizi umetoroka huko umeiba, umekimbizwa huko hai viatu huna? Au umefume ndo na mke wa mtu guesti? Twende miangu nakuomba. Umkaka vipi? Watu wengine kawa nakufa kesho. Siku yangu leo imeenda vibaya mwenzangu hapa. Shoga yangu subiri kwanza. Wewe kwema huko vipi? Mbongo. Tokomi babilionea. Na hicho ulichofunika nini? Mbongo. Kwanza nione. Makuta. Nione kwanza shoga yangu. Mbona kama unanicheka? Sio mbeba bangi. Wewe, bangi? Sasa mbona mtoko unakimbia? Nakwambia mbongo. Tokomi babilionea. Usijakuwa umejiingiza kwenye madawa ya kulevya. Wewe unielewi? Yaani nini? Mbongo, makuta nini? Pesa. Tuone kwanza hizo pesa ambazo zinazokupagawisha. Wewe tufungue sasa, unataka kuchukua za nini? Mbona unachanganya? Wewe, hivi ni macho yangu au macho yako? Funga. Mungu wangu. Sasa kama tujapelekwa polisi huko mimi, yani kesi ya uhaini. Wewe, kesi ya uhaini. Sasa nakwambiaje? Tunakuwa babilionea. Mungu wangu. Hapa ni mwendo wa kwenda Canada. Kwa episcope. Chagua kwa mbele. Kwa kama episcope. Mimi muona tena yule mwanamke kwa sababu ni maana napoteza muda kumpenda mtu asiyekupenda. Unaona? Na nimeamua kuchukua maamuzi. Sijashauriwa na mtu yeyote. Na hata kama ikitokea kapita hapa, sitomtetemekea chochote. Nishaamua kuweka msimamo wangu, simhitaji, simtaki tena. Ni hivyo tu. Da. Mimi kwanza nikupongeze ndugu yangu. Kutokana hivi ni kweli haya maneno, yani hata siamini kama maneno yanatoka kwenye kichwa chako. Kwa nataka kuniambia kwamba huyu mwanamke umhitaji tena na umtaki kabisa? Simhitaji ndio, kwa sababu nimejifunza kwamba Mungu anapokupitisha katika mtihani fulani, basi kuna sehemu kaisha kuwekea. Basi sawa, lakini pia kuna tetesi za chini kwamba yule mwanamke mpaka sasa hivi pale alipokuwa anafanya kazi kashafukuzwa. Yaani yuko mtaani kabisa sasa hivi anatangatanga. Na yule mshikaji ambaye siku ile aliniambia kwamba umewakuta pamoja. Mimi siku moja nilimwambia nikasema, "Je, mshikaji anakudanganya?" Na uwezi kuamini mpaka sasa hivi kumbe yule mshikaji alimpa mimba. Kwa sasa hivi yuko mtaani kabisa anatangatanga. Na pia kwa sababu nimeamua kuachana naye, basi sawa, ni jambo zuri. Na uko sahihi kabisa kufanya hivyo. Na pia kuna vitu baadhi nimeweza kujifunza kwako. Na ndio maana kila siku, kila kukicha nakuwa nakuombea sana dua ili kesho na kesho tuweze kupata mwanamke mzuri ambao utakuwa naye na pia mtaweza kutengeneza maisha mazuri ya baadaye. Sawa. Pia hata mimi nimejifunza kuna wakati na mimi tafika nitakuwa naelekeza vijana ambao wanaopitia mapito kama niliopitia mimi. Unapata mwanamke mzuri, hata ukienda popote pale unatamba naye, utakuja kuijua thamani yake
pale pindi atakapokutoka. Kwa hiyo kitu unachokika dhamana ni hii nyumba. Yaani kuweke dhamana nyumba, alafu tukaishi wapi siku ikitokea umeshindwa kulipa? Sasa mke wangu, mbona unawaza vitu ambavyo ni mapema sana? Na ndo shida ya wanawake ukiwashirikisha katika jambo kama hili. Unakosa kabisa ujasiri. Sasa biashara yenyewe bado, hiyo pesa bado sijaingizwa kwenye akaunti. Sasa tayari ushaanza kutabiri kwamba endapo ukishindwa. Kwa nini useme hivyo? Mimi sikushauri. Na sipo kabisa upande wako. Siwezi kukupa lawama, ila tambua umeniumiza sana. Nalaumu moyo kung'ang'ana, sijui kwa nini atalikupenda sana. Tatizo ni laghai kwa maneno switi switi, chipsi hai vikuku na pipi pipi, ukaji mwamba fai eti umejidhatiti, kwako nitafurahi, hautaweza kunichiti.